Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Tukiwa bado tupo katika wilaya ya Ludewa. Na wapenzi au wafuatiliaji wa EM Online TV mliokuwa mnakufuatilia mara ya kwanza, mlionaga kulikuwa na tangazo fulani katika video zangu likisema Ngailo Depo. Leo hii ndo tumefika kwa bwana Ngailo. Ni moja wa watu waliotufadhili sana sisi watu wa EM Online TV toka tukiwa tunaanza. Walitupa pesa nyingi sana za kuanzishia. Leo hii tumekuja kusema asante, ingawa hatuna kikubwa lakini tumekuja kusema asante. Leo tumekuja kukutana na moja waanzilishi wakuu wa Ngailo Depo, ambaye ni mama Ngailo. Kwa hiyo tutapenda tufahamu historia yake na Ngailo Depo ilipotokea, lakini tutajua vitu vingi sana nje ya Ngailo Depo. Mama, kwanza karibu, jitambulishe na utuweze kujielezea kwanza mama Ngailo ni mama nani? Asante sana. Kwa majina mimi ninaitwa Felista Alberto, lakini wengi kwa kujulikana kibiashara wananiita mama Ngailo, ndio jina ambalo wanajulikana sana. Asante. Mama, katika watu ambao wafanya biashara wakubwa sana, mimi siwezi nikasema kama wafanya biashara, naweza nikasema watatua matatizo ya wilaya ya Ludewa, moja wapo ni Ngailo Depo. Nakumbuka kuna kipindi fulani kutokana na shida ya barabara, ilikuwa upatikanaji wa vinywaji ulikuwa ni mgumu sana, lakini Ngailo Depo ilikuwa inatuhakikishia vinywaji vinakuepo muda wote. Ningependa nifahamu kwanza ni kwa nini mnifikiria biashara ya vinywaji kwanza na biashara ya vinywaji katika wilaya ya Ludewa? Asante. Tulifikiria kuanza na biashara ya vinywaji kwa sababu kulikuwa na uhaba sana wa vinywaji. Yaani mteja alikuwa analazimika kutoa pesa ndipo asubiri mzigo utoke Makambako uje ndo apate vinywaji. Tukaona wananchi wanahangaika sana, kwa tukaamua kuwakomboa, ndo tukaja na hilo wazo la biashara kuanzisha depo. Asante sana. Moja ya depo, biashara ya vinywaji, napojua katika biashara, kila biashara inakuwa na siri yake. Yaani mtu mpaka afanikiwe katika biashara fulani, kunakuwa na jitihada zinazojificha nyuma ya biashara ile. Yaani moja wapo inakuwa labda msingi, labda ufuatiliaji mzuri wa mauzo au usimamizi mzuri wa mauzo. Tukizungumzia biashara ya vinywaji kwa ujumla, ili iweze kukulipa ni nini sasa cha kuzingatia? Kweli biashara ya vinywaji ili iweze kukulipa ni lazima kwanza uwe na usimamizi mkubwa sana. Yaani commitment hasa ya wewe mwenyewe mwenye biashara yako, lakini pia kufuatilia mauzo na manunuzi yako. Ni lazima ufuatilie sana na pia uweze kuweka hesabu zako zikae vizuri za manunuzi pamoja na mauzo. Ndio siri kubwa kabisa ya mafanikio. Katika commitment umezungumzia kitu kizuri sana. Unajua sisi vijana sasa tulioelimika au tuliofika elimu ya juu, tuliofika chuo kikuu na elimu nyingine, tukifikia sehemu muda wa kujiajiri, tunakosa commitment. Yani kwamba labda nijiajiri niwe nalipwa mshahara niajiliwe kwa Ngailo Depo niwe nalipwa mshahara wa 200,000 300,000 mpaka nije nifanikiwe. Naona sasa katika biashara tunaona vijana mpaka kuwa na commitment. Umezungumzia kitu kimoja kizuri sana, commitment na usimamizi. Labda katika vijana naonaga vijana wengi tumeshindwa sana kwenye huo uthubutu wa kuwa makini sana sasa na hiyo. Labda kama ushauri wako kwa vijana wanapopata ajira za kuajiliwa sasa kwenye hizi sekta binafsi, hasa kwenye swala la uaminifu, unapenda kuwashauri nini vijana sasa kwenye swala la uaminifu katika biashara za watu? Kwa kweli vijana wa saizi ndio maana wanashindwa kuendesha miradi, lakini pia wanashindwa kuajiliwa na watu binafsi kwa sababu ya kukosa uaminifu, lakini kukosa commitment. Yaani unamwajiri kijana, anafanya anachotaka, unampa maelekezo hafati, uaminifu anakuwa hana, mara dokoe afanye nini, ni kwa ajili tu ya zile staili za maisha. Lakini kwa kuwashauri vijana, yani wakijikaza, wakiwa na commitment na wakiwa na uthubutu wa kufanya kitu, kwa kweli wataendelea sana. Lakini bila kuacha hilo swala la uaminifu, yani uaminifu kwanza ni mtaji. Ukiwa mwaminifu unaweza kuajiriwa sehemu yote ile, na ukiwa mwaminifu na kwenye biashara yako mwenyewe lazima tu utafanya vizuri. Lakini sio vijana wa saizi wanapenda maisha ya chini, maisha ya mteremko, maisha ya kuiba. Yaani kuna mwajiri mahali hawi na uaminifu tena. Kwa hiyo wanapoteza sifa ya kuajiriwa lakini na kujiajiri pia. Asante sana. Tumeizungumzia biashara ya depo. Labda biashara nyingine, sababu tumeona katika, mimi naweza nikasema bwana Ngailo, ndio katika role model ndio wa maisha yangu moja wapo ni Ngailo. Nimeona katika watu ambao namfahamu kuna kijana anaitwa jina la Doto kama sikosei. Nimeona akisafiri nje ya nchi, lakini pia tumeona baba Ngailo yeye mwenyewe akisafiri nje ya nchi. Najua kwa mfanyakazi wa kiserikali ukimwona anasafiri nje ya nchi
Maanake kuna jitihada kubwa sana ambazo wamefanya investment kubwa sana mpaka kufikia mafanikio. Kuna viongozi wakubwa sana serikalini wameshindwa kupata hizo opportunity. Labda tungesema tu hii kama uhusia kwa sisi vijana kuwa kutumia vizuri hii rasilimali ya kuajiriwa serikalini tuseme, ndio. Na kutumia vizuri fursa zinazotuzunguka ili kujitengenezea fursa nyingi zaidi ili uweze kufanikiwa. Labda uhusia wako kama mama sasa kwa sisi vijana watoto kuhusiana na kutumia fursa vizuri ili tuweze kujiajiri na mwisho wa siku na kuweza kufurahia maisha kipindi kabla hatujazeeka. Asante sana. Yaani vijana hata kama umeajiriwa serikalini, tenga muda wako vizuri. Swala la kwanza kabisa litakalo kufanya uwe tajiri, uwe mjasiriamali, uwe mfanyakazi, uwe nini, ni swala la muda. Tenga muda wako vizuri wa kazini na muda wa kazi binafsi, kwamba ukimaliza kazi sio lazima ukae kijiweni upige umbea ufanye nini. Kwa unaweza kaanzisha kijiwe kako kadogo tu ka M-Pesa au kitu chochote kile ambacho kijana kana kuingizia kipato baada ya kutoka kazini. Lakini pia ndio hiyo tulikuwa tunaongelea uaminifu na commitment. Hata kijiwe kidogo ukianzisha, kama hauna commitment, kama hauna uaminifu, utajikuta wewe mwenyewe tena unatumia zile rasilimali ndogo ambazo umeziweka unazitapanya hovyo, basi huwezi tena kufanikiwa. Asante sana. Najua mama watu wanaweza wasikujue vizuri, lakini pia wewe ni moja ya maafisa maendeleo ya wilaya ya Ludewa. Mimi binafsi kama Ivan G au Yohana, nikiwa kama mtaalamu wa mambo ya social business au social entrepreneurship, niweze kuwapongeza viongozi wote na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa kwa kuwa mfano na role model kwa kuibua vikundi vya kijasiriamali. Leo hii mna vikundi vinavyofanya mambo makubwa sana yanayofahamika huko duniani, ikiwemo Ludewa Hashtag Group. Ni kikundi kidogo sana cha ujasiriamali, lakini kimezaliwa na nyinyi maafisa maendeleo. Kile kikundi kimekopeshwa zaidi ya mara 3 zaidi ya milioni 10 na wamerudisha, na saizi wanamiliki maguta, wana maofisi, mwisho wa siku saizi wana makampuni hadi ya kusajili barabara. Lakini yote hii ni malezi yenu kama nyinyi. Ukiwa kama mama, sasa tuzungumzie kwenye mambo ya vikundi na vitu vingine. Ushauri wako wa vijana kutumia hii fursa, sababu kutumia hii fursa ya mikopo ya halmashauri na kuajiliwa. Hapa tujikite kwenye hii engo ya vijana wasomi wanaosema hawana ajira. Hapa ushauri wako kama afisa maendeleo ya jamii kuanzisha vikundi na kufungua hizo fursa za kijasiriamali ukoje kwa vijana, sasa sisi tunaohitimu vyuo vikuu? Nawaasa sana vijana, yani wengi anakuwa na degree, anakuambia mimi na degree kwa siwezi kujiunga kwenye kikundi. Lakini kumbe na washauri wajiunge kwenye vikundi, wakope, lakini warejeshe kwa uaminifu. Kwa sababu tatizo kubwa tunalopata kwenye vikundi vya vijana, wanakopa hela, wanaenda kuweka heshima baa, mwisho wa siku wanatoroka, sasa wanakimbia kwenye maisha tena, wataki kurudi kurejesha ile mikopo. Kwa pia inakuwa ni shida. Ndio pale narudi kwenye swala la uaminifu, kwamba wakikopa ile pesa wawe waaminifu. Hiyo pesa imewainua vikundi vingi kama walivyosema hicho kikundi cha Hashtag, lakini vipo na vikundi vingine vya vijana ambavyo vimeinuka kwa ajili ya hiyo mikopo. Kwa hiyo washauri vijana wanapokopa, kwanza kabisa wakae chini, waweke lengo kwamba hii hela tunayokopa kama ni milioni 10, milioni 20, je, tunaifanyia lengo gani? Yaani cha kwanza kwenye mkopo lazima uwe na lengo. Usipokuwa na lengo, ile hela utaitapanya na utaona inaisha bila hata kufanyia kitu chochote. Kwa hiyo wawe na lengo, wawe na commitment, tena kurudi pale, lakini wawe na uaminifu pia wa kurejesha mikopo. Wataona kabisa maisha yao yakiendelea. Asante. Mimi niweze kusimulia tu kwenye historia kidogo. Wakati tunaanza EM Online TV tuliweza kukopa milioni 2. Ile milioni 2 tushinda kurudisha sababu hii moja, tulikopa tu ile na niliu sababu tulikuwa hatuna elimu. Ikatokea tukaja tukawa masuala tukupata elimu vizuri ya masuala ya biashara. Tukaambiwa tukate leseni ya TV, tukakata leseni ya TV kubwa kama hizi TV kubwa kama ITV na nini, ambayo ikagharimu almost milioni 1.2 leseni tu ambayo hairudishi chochote kile. Ule mkopo ulitushinda, lakini kwa ushirikiano wa ushauri wa maafisa maendeleo ya jamii, tufanye nini unatufanye nini, tukaanza kufanya interview ndogo hizi, tukawa tunachangiwa na huyu tunachangiwa na huyu mpaka tukamaliza ule mkopo. Leo hii ule mkopo ndio ukafanya ile leseni ikatufanya tukapata hadi ufadhili wa kimataifa, hivyo mpaka leo hii TV mpaka leo hii imesimama inaendelea kufanya kazi. Lakini ni ushauri wenu nyinyi maafisa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo nipende kuwapongeza sana. Hili sasa ndo litakuwa la mwisho kabisa mama. Sasa hizi ukiangalia ulimwengu unakoenda, ulimwengu unaenda kusema sasa kwa nchi yetu ya Tanzania, vijana wengi wanashindwa kuziona fursa zinazotuzunguka.
kwa lengo la kujiajiri na kuajiri watu wengine. Leo hii mama, najua una mshahara lakini umeona haitoshi, lakini saizi uko dukani unafanya kazi, unaendelea kutafuta kipato. Jana nimekupigia simu, nimekuomba interview, umesema uko na watoto na wafundisha, lengo kutengeneza future. Labda tuzungumzie kwa lengo hii ya mwisho kabisa, ushauri wako kwa mabinti wa kike ambao wako nyumbani wanasubiri kuolewa, aidha wana elimu au hawana elimu, wanasubiri tu kuolewa, maisha mengine yaendelee, hawafikiri kujiwekeza katika masuala mazima ya kibiashara na vitu vingine. Ushauri wako ni upi mama? Na washauri mabinti wasikae tu nyumbani. Yaani anzisha kitu chochote kile kidogo ambacho kinaweza kukuinua. Nakumbuka mimi ilikuwa ni mwaka 2009 nilianzisha kuuza ice cream za shilingi 100. Lakini mpaka saizi nimeuza, nikabuni biashara nyingine, nikabuni kitu kingine, baadaye ndo nimeanzisha biashara yangu ya kibanda. Kwa mabinti hata wakianza na kitu kidogo, kwa kuwa mimi mwenyewe nina ushuhuda, nilianza na ice cream za shilingi 100 na siku ya kwanza niliuza shilingi 200 tu, nikakata tamaa kabisa. Lakini nilipoondoka huko ni kukata tamaa na kujikaza na kuweka hesabu vizuri, hesabu hizo za ice cream ndo zimenifikisha mpaka nimeingia kwenye kibanda. Asante. Mama ameweza kuzungumza kitu kimoja, anasema alianza na ice cream, leo hii yuko na kibanda. Tusishangae kichukuto tukakuta ipo supermarket kubwa kabisa, yani inawezekana. Mimi naamini sana wanaoanzaga na shilingi 100, anayeweza kuifanya shilingi 100 ikawa 200, 200 ikawa 1000, 1000 ikawa 5000, 5000 10,000, huyo mtu hawezi akaanguka hata siku moja. Mwisho kabisa niweze kusema, licha ya mama yetu hapa kutuahidi tena kutuchangia tena kwa mara ya pili, lakini niweze kusema Ngailo Depo aliweza kutuchangia pesa nyingi sana kati hatuna chochote kile tunaidia. Tumekutana na mama leo na yeye ana roho nzuri kama alivyokuwa na roho nzuri baba. Wote hao wameanza kusupport. Ngailo Depo alitusikiliza tu idea, akasema tu naenda benki, nendeni mkachukue kiasi fulani, neteni account yenu ya benki, tukawekewa ndo mtaji wetu wa kuanzia. Na leo tumekaa na mama, ameweza kutushika mkono tena. Sisi tuseme tunaomba wadhawa, isiwe kwangu mimi tu Ivan G mwenye EM Online TV, lakini kuna vikundi tofauti vya kijasiriamali ambavyo vinahitaji kushikwa mkono. Kuna mtu mmoja ambaye anaanzisha biashara ya kushika mkono. Lakini nirudi kwa sisi vijana. Sisi vijana tusikae nyumbani tu, tunakaa tu kama vijana tu kama hakuna ajira yoyote ile. Lakini tujaribu kuangalia fursa nyingine zilizopo humu mitaani. Kama mama anasema alianza kwa ice cream. Ukiona nawe mwenye jinyime hata siku moja tumwambie njoo kwa mama, nimesikiliza story yako, ulianza na ice cream. Naomba nisaidie 10,000 na mimi nijaribu kuanzisha ice cream tu. Sinadhani mama atakupa 10,000 na atakupa elimu ya kuanzisha hiyo biashara ya ice cream. The only things which I can say for the industry, it is once you want to liberate yourself from the chain of poverty, you need to sacrifice your time and knowledge to build something which can make you shine. My name is Ivan G and this is EM Online TV. Thank you.